Mjinga 100% na Mfilinge Stories Cheese, sehemu ya 6. Twende kazi. Samani, kwani ndugu yangu Radhaki Wandindi yuko wapi? Safari hii sikumuuliza huyu mwanamke, nilimuuliza mhudumu wa basi maana alikuwa karibu. Wandindi gani na wewe unamuuliza? Aliongea huyu jamaa ambaye nilikaa naye hapa. Nilisema yule jamaa ameshukia Morogoro, nadhani ndipo alikuwa anaishia. Aliniambia mhudumu, hii ameshuka, pesa zangu amekuachia. Nilishangaa na kumuuliza mhudumu huyu, maana pesa zangu eti mimi nilimpa anishikie. Hahaha, we jamaa, dishi limecheza. Ina maana ulimpa pesa tena yule jamaa baada ya kuibiwa zile za awali? Alicheka na kuniuliza. Nilimjibu ndo nimempa pesa zangu 340,040 aniwekee. Ushaibiwa ndugu. We ulianzaje kumpa yule jamaa? Ye mwenyewe alisema nimpe maana sina kibali cha kupanda basi, maana nikiwa na pesa gari linalipuka. Nilimwambia yule mhudumu huku machozi yakinilengenga. Yo kali mheshimiwa, naona tumefika, wewe si unaenda Tanga? Aliongea mhudumu na kuniuliza maana tayari tulikuwa stendi ya mabusi. Ndiyo naenda kweli, sema pesa zangu sasa itakuwaje? Nilijibu na kumuuliza. Aisee, mambo ya pesa mimi usiniulize kabisa, maana wakati mnapeana sikuwepo. Halafu shuka nikakuelekeze mabusi ya kwenda Tanga, maana kwa hali hii watakuibia tena. Taratibu nikiwa mnyonge nilishuka huku nalia, maana kiukweli sikuamini kabisa kama ndugu yangu Radhaki Wandindi anaweza kuniibia, wakati yeye mwenyewe aliniambia mimi ndugu yake. Manaume huwa halii bana. Hebu tulia, ingia basi hili ndo linaenda Tanga, aliongea huyu mwanamke mhudumu wa basi akinipandisha moja ya basi ambalo alisema ndo linaenda Tanga. Jamani dadangu, sasa pesa zangu itakuwaje? Maana mimi sielewi kabisa. Nilimwambia yule dada mhudumu, mimi sijui itakuwaje, ila ukiweza anza kuulizia kwa abiria wenzio kwenye gari, labda watakuwa wanajua, aliniambia huyu dada mhudumu na kuondoka. Yani kiukweli sio siri, nilichanganyikiwa mno, pesa yangu kwenda hivi 140,000. Nikiwa mle kwenye gari nilimuuliza Tingo kuwa gari saa ngapi linaondoka. Akanijibu baada ya nusu saa. Naweza kwenda kula mara moja au? Nilimuuliza, akajibu ndio naweza, ila niwe karibu na gari, maana wao hawana muda wa kuita abiria. Basi niliweka begi langu vizuri na kushuka mle kwenye gari. Nilivyoshuka kwanza nilienda choo cha kulipia ambacho nilionyeshwa baada ya kuulizia pale stendi. Nikiwa chooni mle nilivua nguo zangu na kutoa pesa kiasi cha shilingi 100,000 ili nisaidie kula moki, maana zingine zote tayari niliibiwa na ambayo ilibaki mpaka sasa ilikuwa ni 900 tu. Baada ya kutoa nilitoka nje, niliulizia sehemu wanayouza chipsi ili ninunue nile, maana njaa ilikuwa inauma sana. Tangu nile ugali na mtindi kule Chimala sikuwa nimekula. Nilionyeshwa banda la chipsi nikaenda, na bila kupoteza muda niliagiza stiki za kuchomea chips, pilipili, chips zenyewe pamoja na kachumbari, maana nilitaka na mimi nilapo tangu nizaliwe sijawahi kula chips kabisa. Mkuu upo siriazi kabisa, aliuliza muuza chips baada ya mimi kumwambia nataka chipsi, stiki, pilipili na kachumbari. Yani eti alijua mimi namtania wakati wala mwenzie nataka nile kweli. Mimi yani nipo siriazi, wewe sema bei mimi nikajichane bana. Nilimwambia yule muuzaji, basi sawa, chipsi 4,000 na nyama, kachumbari 2,000, stiki haka kamoja 2,000 na pilipili 2,000 jumla, pamoja na mfuko wa kubebea 20,000 tu mheshimiwa, aliniambia muuzaji. Kiukweli mimi nilifurahi sana, maana vitu ilikuwa bei rahisi sana tofauti na ambavyo mimi nilifikiria. Ujue mimi nilijua labda kachumbari itakuwa 37,000, kumbe wala eti 2,000. Yani mimi kabisa nilijua ameenda hasara. Basi nilitoa pesa 20,000 keshi nikampa, naye akanipa vitu vyangu, kisha huyo nikarudi kwenye basi na kwenda kujikalia nyuma kabisa nikiwa na furaha, maana leo kwa mara ya kwanza ndo nakula chips yenye mchanganyiko wa pilipili, kachumbari na stiki. Nikiwa kule nyuma nimetulia, kwanza nilianza kula kachumbari, nilikula yote hadi jirani ambaye alikaa pembeni alikuwa anashangaa tu, sijui alikuwa anaona wivu, atajua mwenyewe. Mimi sikujali hilo, nikaanza kula pilipili nayo nikamaliza, ingawa ilikuwa kali, lakini mimi sikujali kabisa, maana ile chili sauce nayo ilikuwa mara ya kwanza kula. Siani nilifurahi mno, maana kamdomo kalinjanjamka balaa. Jirani, staki kabisa uniangalie wakati nakula, wewe niache na maisha yangu, nilimwambia yule jirani niliyekaa naye. Ni baada ya kuona ananiangalia sana. Alafu baada ya kumwambia hivyo alianza kucheka, na mimi nilivyokauzu sasa sikucheka kabisa, maana huyu ningecheka tu angeomba, na mimi sikutaka aombe, ale tu kwa macho. Baada ya kumaliza chili sauce nikahamia kwenye chips na nyama. Hapa kama kuna siku niliwahi faidi basi ni leo. Nilizifaidi mno jamani, mpaka jirani akawa na meza mate tu. Nilikula zote, sasa nikahamia kwenye stiki rasmi. Inaendelea kesho, endelea kufuatilia simulizi hii tamu ya Mjinga 100%.